na kuabudu, maana ni wewe Bwana. Nikuitapo Bwana, unasema tena na kuabudu, sing louder. Maana ni wewe Bwana, na kuabudu, maana ni wewe Bwana, na kuabudu, maana ni wewe Bwana. Nikuitapo. Amen. Every young man's battle. Hiyo ndio subject ya kufundisha. Every young man's battle. Every young man's battle. Who is a young man? A young man is you. Sawa, vita ya kila kijana. Praise God. Vita ya kila kijana. Kuna majaribu kwa maisha sio mpya. It is common to man. Bible says no temptation has overtaken you except that which is common to man. Hakuna jaribu ambaye ni mpya na hakuna jaribu ambaye ni unique tu kwako. Nasema tupasi ungejua hii yangu hapana. It is common to men. Watu wakikuelezea shida zao za ndoa unasema tupasi unielewi. It is common to men. Praise God. Hakuna vita mpya. Shetani ni yule old serpent. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. So hivyo ndio maandiko inasema 1 Corinthians 10:13 that no temptation has overtaken you except that which is common to man. So kila jaribu ambayo imekuja kwa njia yako sio mpya. It is common. It is common. Tuongeza volume kidogo, yes. It is common. Praise God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Most of the time shetani wanapenda kuattack mapema. Shetani hakungoja ukizeeka, anakuja mapema. Ndio make sure usitimize ile makusudi Mungu alikupea. Praise God. Hallelujah. So we were here yesterday. We are here on Friday. We have some good teachings. Ukienda pale na YouTube utapata those teachings. Praise God. And I know the Lord will minister to you. Bwana Yesu asifiwe. So maybe yenye nahubiri leo I relate na ile nilihubiri jana na juzi, but the Lord shall help us. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. 1 John chapter 2 verse 14. 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 I have written to you, fathers, because you have known him who is from the beginning. 1 John chapter 2 verse 14. Nimeandikia nyinyi kina baba sababu mmemjua yeye aliyekuwepo tangu mwanzo. I have written to you, young men, because you are strong and the word of God abides in you, and you have overcome the wicked one. So Apostle John is writing na anasema nawaandikia nyinyi vijana sababu number 1 you are strong. Praise God. Number 2 he says the word of God abides in you. Number 3 he says you have overcome the wicked one. Mmemshinda aliye muovu. Praise God. Hey, hallelujah. So that is what John is writing to us. He says number 1 you are strong. He says number 2 the word of God abides in you. Then he says number 3 you have overcome the wicked one. Hizo ni vitu tatu anatutajia. You are strong. Tell your neighbor you are strong. Tell your neighbor the word of God should abide in you. Tell your neighbor you have overcome the wicked one. Yeah, so it's a battle we are fighting from the place of victory already. We are not trying to be victorious. We are already victorious in Christ. So we are just fighting to defend that which Christ has given us. Hallelujah. Ni mbio ambayo tuanzi 0, tunaanzia a third. Sababu Kristo ameshatupigania kitambo. So we are just taking from where Christ has finished. Praise God. Hallelujah. So every person that is a youth, every person that is a young man, a young woman, there are some battles that they go through. Kuna vita ambayo watu wanapitia simply because they are youth. Praise God. Youth ni mtu wa miaka ngapi? Miaka tu kama yako. Praise God. Hallelujah. That is a youth. If I'm told to define who is a young man, I'll say a young man is somebody like you who is sitting before me.
Bwana Yesu asifiwe. So katika maisha ya mtu ambaye ako katika ujana, kuna vita ambayo anafaa pigane, na leo Mungu akitusaidia tutaangalia 5 areas of battles in the life of a young person. Hallelujah. Number 1, we call it the battle against your purpose. Vita kinyume na makusudi yako. So vile uko hivi, vile ulikuja kwa ulimwengu, kuna purpose Mungu aliweka ndani mwako. There is a purpose that God has already placed inside you. Hallelujah. What is purpose? Purpose is that which God wants you to do for him. Purpose is that assignment that God has already given you. And the enemy fights at all costs to make sure you don't fulfill that purpose. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu Benja amesema kwamba alipoingia kanisani hakuingia kama mtumishi wa Mungu. He used to dance other songs. In other words, kuna calling Mungu alikuwa ameweka, but adui hakutaka access your calling. Praise God. Hallelujah. Kwa Biblia kulikuwa na mwanamke mmoja ambaye walikutana Yesu kwa kisima. Praise God. Na Yesu akaanza kumhubiria na kugundua huyu mwanamke alikuwa na wanaume wangapi? Wangapi? Bible readers, how many? Ni 5 ama ni 7? Sasa utagundua ya kwamba huyu mwanamke alikuwa na calling ya kuwa evangelist, wa kuhubiria wanaume specific. Lakini shetani alikuwa amecorrupt purpose yake. Sasa alikuwa anaiba wanaume wengine badala ya kuminister to men. Because nasema kwa sababu gani? Bible says baada ya kukutana Yesu Kristo alienda akaambia wanaume kwamba kujeni muone nimekutana na mtu ambaye ameniambia siri zangu. Come and see, I've met a prophet. In other words, ile wito ambaye Mungu alikuwa amemtengea, shetani alikuwa amekuja na ameicorrupt. Hallelujah. So that at the end he does not meet the purpose that God has called him. Praise God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So there is that predestined purpose of God concerning your life. There is that assignment God has given you. Kuna wito Mungu ameweka juu yako. Kuna kitu Mungu ameweka juu yako. Praise God. Na tutakapofika mbinguni, reward yako itategemea kama ulitimiza yale makusudi Mungu alikuwekea. Praise God. So every young person, they struggle in this area of purpose. Many people, God has called them. They have great destinies, but the enemy has come in a way to prevent them not to access, not to fulfill that God ordained purpose. Aliambia nini Jeremiah? Kabla uzaliwe, kabla uko kwa tumbo ya mama yako, nilifanya nini? Nilikujua na nilikuwa nishakuita kuwa nani? Kuwa prophet. So there is an ordination God has already prayed on Jeremiah even before he was born. In other words, Mungu akita Jeremiah kuwa prophet, alimuita tu mapema. Hakumuuliza Jeremiah, can you become a prophet? No. It was God who just chose him without consulting who? Jeremiah. Hallelujah. Praise God. Sijui kama mnanielewa ama napiga tu kelele. Bwana asifiwe sana. So many people, they struggle to know what God has called them. Many people, they struggle to fulfill, they struggle to enter that God ordained destiny. Kuna hatima Mungu amesha kutengea. Na unapoingia kwa hiyo hatima ndio baraka zako ziko. Unapoingia kwa hiyo destiny sasa ndio kuna favor ya Mungu kwa maisha yako. As long as hauta access hiyo njia ambayo Mungu amesema ni yako, maisha yako haitakuwa na meaning kwa hii dunia. Life is without meaning unless you access what? Purpose. Praise God. Praise God. Hallelujah. Life will not make meaning unless you start fulfilling your purpose. Your purpose and my purpose may not be the same. Kila mtu ako na kusudi yake. Praise God. Hallelujah. Praise God. Sasa kuna vitu Yesu Kristo alianza kufanya na akasema, this is why I came. Mark chapter 1 verse 38. Mark chapter 1 verse 38. Mark chapter 1 verse 38. There are things Jesus began to do and he could publicly declare and say, this is why I came. Hii ndio kwa nini nilikuja kwa hii dunia. Tunaita nini? Purpose. Mark chapter 1. Worthy, you are worthy, King of kings, Lord of lords, you are worthy. Bible says, but he said to them, let us go into the next towns, that I may preach there also, because for this purpose I have come forth. Sasa Yesu anaambia wanafunzi twende ile nchi nyingine nikahubiri. Sababu gani?
this is the reason why I came. Praise God. Sijui kama kuna vitu kwa maisha yako unaweza ukaangalia usema, this is why I was born. This is why God brought me in Trans Nzoia. This is why God brought me in Kenya. There are things kwa maisha yako unaweza ukaangalia usema, this is why I came. This is why I came. Tunaita nini? Purpose. Praise God. Sasa baraka zako ziko connected na wewe kujua ni nini Mungu alikuleta kwa hii dunia kufanya. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So Yesu Kristo angeangalia vitu na asema kwa nini? This is why I came. I came to preach the gospel. I came to minister the word of God. Huyu ni Yesu Kristo. Ni mtu ambaye anajielewa. Why am I on this earth? He understands why. I came to preach. I came to preach the kingdom. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hey, hallelujah. Hallelujah. At 17 years old, Joseph alikuwa ameshajua assignment yake. At 17 years old, Joseph alikuwa amesikia sauti ya Mungu. At 17 years old, Mungu alikuwa ameshamfunulia makusudi yake ambaye alikuja kutimiza akiwa miaka ngapi? Almost 30. But God has already revealed his mind concerning Joseph as early as he was still a youth. Sasa kuna vitu ukigundua mapema ni faida. Imagine ukijifunza kupiga sama ukiwa na miaka 40. Unajua kupiga sama? Rich kid waelewi. Ukijifunza kupiga sama wakati uko 40 years, nini tafanyika? Tavunjika. Lakini wakati uko 17, 18 years, mwili yako ni flexible. So there are things, they are best when you discover them early. Praise God. At 72 years ukianza kujoin praise and worship, wewe hata utakuwa faida kwa ufalme. Praise God. Hallelujah. In adults, hii miaka ambayo ni when you are youth, that is a time to discover. Praise God. Hallelujah. Na adui anapenda ku make sure vijana wagundui makusudi yao. Vijana wapati kwa nini Mungu amewaita. Wanagundua late. David akasema satisfy us early. Tushibishe mapema. Tubariki mapema. Tuinue mapema. So is a thing you're supposed to pray that God bless me early. Baraka zikuja mapema ni vizuri. Zikichelewa hata sometimes inakuwa stress. Bwana Yesu asifiwe. So the first level of battle that young men struggle with, we call it battle against purpose. Adui ana make sure watu wagundui purpose yao mapema. Adui ana make sure watu awatimizi kile Mungu aliwaitia. Hallelujah. Because when you discover your purpose early, you'll have enough time to do damage to the kingdom of darkness. Hello? When you discover your purpose early, you'll have enough time to propel the kingdom of God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Do you know you are a dangerous weapon to the devil? Hey, hallelujah. Je, unajua wewe ni silaha hatari kwa shetani? Lakini because haujielewi, shetani anakuteka advantage, but you are a weapon. You are a weapon. Hey, hallelujah. Hallelujah. Sasa shetani anakuconfuse. Unapata kijana wa miaka 17 ako kwa relationship kitambo. Confused. Praise God. 17. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni confused. Amekuwa confused. Hiyo ndio time angejigundua sasa. Hiyo ndio time angejua mimi Mungu ameniweka aje. Ni nini naweza nikafanya? A time to identify yourself. A time to discover yourself. Na sasa shetani amemconfuse. Praise God. Hallelujah. Unajua kuna miaka uko kwa relationship, pesa nyongenua long ya kuvaa, unapeleka girlfriend out. Praise God. Pesa nyongeenda pale town uchukue trouser moja mzuri uvae. Hiyo ndio pesa sasa. Unapeleka msana wenyewe out na unatembea kaguu kurudi. Sasa is a young man who is confused. Praise God. Solomon alisema nini? Alichungulia kwa dirisha akaona kijana mwenye hajielewi. Acha nikutafutie hiyo scripture. Imagine kuna vijana hajielewi. Hey, Proverbs chapter 7 verse what? Verse 6. For at the window of my house I looked through my lattice and saw among the simple I perceived among the youth a young man devoid of understanding. Hiyo ni Solomon. Hata alikuwa amekaa pale tu kwa dirisha yake juu kwa gorofa anachungulia na akaona kijana mwenye ana understanding. Praise God. Hallelujah. Verse 8, verse 9, verse 10 utaenda usome uone kijana alikuwa anafanya nini. Solomon akasema nimeona kijana mwenye ana akili. A very young person, but nimeona amepungukiwa na nini?
akili. Praise God. Hey, hallelujah. So there are things that are best when you discover them early. Hallelujah. Praise God. Hey, hallelujah. Can you encourage me by giving an amen? Hallelujah. Sasa kuna vita ambayo inakuja sababu gani? Adui anataka kuconfuse huyu young man asiingie kwa makusudi ya Mungu, asigundue Mungu amemwitia nini. Is a battle for distraction. Anataka tu kudistract, usitimize ile Mungu amekuitia kutimiza. Praise God. Hallelujah. I pray for us that God will help us to discover ourselves early, to fulfill his purpose early. Hallelujah. Praise God. Sasa, the only tool that can help you discover your purpose is the word of God. Because in the word of God, that is when you discover the will of God. Kuna mtu anasema sijui what is the will of God for me. No. The will of God is what is in the word of God. The more you understand the word of God, the more you get into the will of God. Hallelujah. Number 2 is the battle against the flesh. The battle against the flesh. Galatians chapter 5 verse 17. The flesh is at war against the spirit. Chenye kinazuia spiritual life yako ni the flesh. Now sometimes the flesh is not sinful. Praise God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So ni mwili ndio inashindana na roho. Bwana Yesu asifiwe. You want to pray but the body is saying you need to sleep. You want to read the Bible but the body is telling you postpone. You can do it later. You can do it another time. You can do it another time. Sasa unagundua kwamba vita ya huyu kijana ni vita kinyume na mwili. Ni mwili unamshinda. It says go, when he created man, he says go and have dominion. So the first level of dominion is when you can control this body. Praise God. Level ya kwanza ya kutawala ni kutawala ni hii mwili yako. Kabla utawale mapepo, kabla utawale principality, can you rule your body? Can you rule your body? Praise God. Hallelujah. Na ndio watu wengi ya kwanza ni chakula. Ya pili ni usingizi. Ya tatu ni marafiki wabaya. Vitu ngapi? Sasa umeshinda hizi tatu, utafukuza aje mapepo? Kushinda chakula ni kusema leo sikuli na baada ukuli. Mwingine unasema leo nina fast, ndio utafast. Nasema Mungu nitafast kesho. I think acha nitaanza kesho hiyo fasting. Praise God. Hallelujah. Kama unaweza ukamanage tu kuamka usiku na uombe, you are overcoming this flesh. Hey, praise God. Hallelujah. Lakini kwa vijana wengi mwili imekuwa mzigo. 1 Corinthians chapter 9 verse 27. 1 Corinthians chapter 9 verse 27. Sijui ufanyavyo, sijui utendavyo, kile nachojua ukiamrisha vinakamilika. Tuko pale kweli? Chapter 9 verse 27. Paul anaandika anasema, but I discipline what? My body. And I bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Anasema huwa nina discipline mwili wangu na I make sure inakuwa chini yangu. So it means Paul sio hii mwili. Paul is more than this body. Hallelujah. Nikisema I control this body, it means I am not this body. I am somebody bigger than this body. Praise God. Hallelujah. Anasema I discipline my body. I make sure the body is under me, so that after I preach to others, I will not be disqualified. Sasa inawezekana unaweza ukakuwa mhubiri mzuri alafu siku ya mwisho wanakuwa disqualified. Sababu gani? Ulihubiria watu wengine lakini wewe mwenyewe ulishindwa na mwili wako. Praise God. You are good at preaching to others, but you are not good at controlling your body. Hallelujah. So it's a warfare that every young man has to take seriously. It's a warfare that every person under my voice
has to take it intentionally, deliberately to control your body. Hallelujah. Lazima kila mtu atawale mwili wake. Hallelujah. Praise God. So it's a second level of battle. Ni vita ya pili ambayo kila mtu anafaa make sure kwamba anashinda hii vita. Vita kinyume na mwili. So wakati tunafunga, tuko tunaambia mwili kwamba you are not in control, I am in control. Hallelujah. When we are forcing ourselves to pray, we are telling the body you are not in charge, I am the one in charge. Hallelujah. Sasa kuna vitu tunafanya kuambia mwili kwamba you are not in control, I am the one in control. I am the one in control. Praise God. So when somebody is fasting, he is simply telling his body, you are not controlling me. I am the one that controls you. Praise God. Hey, hello. When somebody wakes up at night to pray, uko anaambia mwili kwamba wewe hautanitawala, ni mimi ndo nafanya nini? Nitakutawala. Praise God. Ni vita ambayo watu wengi wameshindwa nayo. Hallelujah. Na kama umeshindwa na mwili peke yake, je, utaweza vitu zingine kweli? So it has to start with you. Sarah, let me assume you are not praying for me. Umesugua macho sana. Hey, hallelujah. Number 3, the battle against the world. The battle against the world. Ulimwengu. The world. The world. The world is not the mountains. The world is not the hills. The world is not people. The world is a system that is controlled by the devil. So kila kijana anafaa make sure anakuwa na ushindi juu ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Hey, praise God. Kila kijana anafaa make sure kwamba hatapenda dunia. 1 John 2:15. Do not love the world, nor the things that are in the world. Usipende dunia na usipende kile kiko ndani ya dunia. Praise God. Sasa ni vita ambayo kila kijana lazima make sure anashinda hii vita. Vita kinyume na ulimwengu. Ulimwengu sikutawale. Praise God. Hallelujah. Is a battle. It is a battle. Is a battle. Na ile shetani anatumia hapa sana ni peer pressure. Bwana Yesu asifiwe. Peer pressure is you do things because others are doing it. Hallelujah. You do things because people are doing it. Sasa ukishinda hii vita ya mwili, you are becoming strong. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Hey, hallelujah. The battle against the world. Unajua karibu na maliza. I don't have enough time. Praise God. Ni vita kushinda nini? Ulimwengu. So if you can win against the world, tumesema number 1, purpose. Number 2, tumesema nini? The flesh. Number 3, Chebet, tumesema nini? The world. Praise God. Ukishinda ulimwengu. Praise God. Kushinda nini? Ulimwengu. Na John alianza kutuambia kwamba you are strong. Akatuambia kwamba the word of God is in you. Na akatuambia you have overcome the wicked one. So hata vita ya kwanza sio kinyume na shetani. Vita ya kwanza tu ni mwili yako hii. Na vita ya pili ni the world. Praise God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Because remember the world is passing away. Dunia inapita. Na raha zote za dunia zinafanya nini? Zinapita. So as a young person that you want to serve God, you have to exercise control over yourself to the point that you not love the world. Bwana Yesu asifiwe. Sababu gani? Tumesema dunia inapita. Na vitu zote za dunia zinafanya nini? Inapita. Praise God. So every young man has to exercise control over against the world. Praise God. Sababu gani? The world wants to influence us. Kuna kitu inaitwa influence. Dunia ingependa kutu-influence, tukue kama hao. Kuna vile watu wa dunia wanataka wavae. Kuna vile watu wa dunia wanataka wa spend time yao. Kuna vile wanataka watafute pesa. There is a way people of the world, they want to do things. But for a young man, you have to make sure that I am not going to follow the world. I'm in the world, but I'm not for this world. Hallelujah. Niko hapa duniani lakini mimi sio hapa, sio kwetu. Mimi ni mpita njia. I'm just passing. I'm going to eternity. Praise God. Hallelujah. Hey, praise God. Philippians chapter 3 verse 20. For our citizenship is in heaven. Sisi sio citizens wa hapa. We are just ambassadors here on earth. Hallelujah. Na ambassador huwa anaishi akipendeza nchi yao, sio hapa penye yako. So wewe na mimi ambao unanisikia, unapokuwa katika ulimwengu, just know that you are an ambassador. You don't belong here. Praise God.
Hallelujah. Our treasures we save where? In heaven. Hazina zetu iko mbinguni, si hapa duniani. So we cannot afford to live like people of this world. We cannot afford to live like people who are just here. We are not here. We are just passing. Praise God. Hallelujah. Tunapita tu kwa hii dunia. Hapa si kwetu. Praise God. Sasa hatuwezi tuka-afford kuishi kama watu wenye tuko hapa milele. Ukienda kutembelea relatives siku mbili, unabebanga nguo zako zote. Kwa nini? You know you're just going there for a brief time. Bwana asifiwe sana. Lakini ukijua unaenda kukaa huko milele, you'll carry everything. Sasa wewe ambao unanisikia, you don't belong to this world. So you cannot afford to live like you are here forever. Au kwa hii dunia milele. Bible says redeeming the time because the days are. So lazima tuishi tukikomboa wakati, maana nyakati ni mbaya. Praise God. Hallelujah. Praise God. Battle namba ngapi sasa? The battle to compromise. The battle to compromise. Kucompromise inamaanisha nini? Kuna standards za Mungu kwa kila kitu. Praise God. God has set standards concerning everything. Kuna standard zenye Mungu ameweka kuhusu kila area ya maisha yako. Praise God. So kucompromise ni kushukisha standard ya Mungu chini. Praise God. Hallelujah. Praise God. 2 Peter chapter 1 verse 10. It talks about the corruption that is in this world. 2 Peter chapter 2 verse 10. Hallelujah. Nani amefika pale? So, the Holy Spirit is where? Roho Mtakatifu yuko wapi? Hey, you are very dull. Roho Mtakatifu yuko wapi? Ndani yetu, si ndio? So every time a Christian compromises, that spirit in him is grieved. Is somebody understanding me? Every time you compromise, the Spirit of God inside you is not happy. Every time you lower the standards of God, the Spirit in you is grieved. Roho Mungu anakasirishwa, huwa anahuzunishwa wakati tunafanya nini? Tuna compromise. So kuna vitu ukifanya as a young person, you are compromising the standards of salvation. Praise God. And as a result, there is a signal in your spirit. Roho Mtakatifu anafanya nini? Anakuwa grieved. Praise God. Hallelujah. So there are things that once you find yourself in as a young person, you are compromising your salvation. Praise God. And once you compromise your salvation, the Holy Spirit is grieved in you. Sasa unapata kwamba Roho Mtakatifu yuko ndani mwako, lakini he is not active the way he's supposed to be. Why? Compromise. Praise God. Hallelujah. Na Mungu aliweka kitu inaitwa dhamira ndani yako, conscience. Praise God. Sasa every time umeshukisha kiwango cha Mungu, hiyo dhamira wewe inakuambia kwamba it is not well. Praise God. Hiyo ni ishara kwamba you are healthy spiritually. Ukiona unadanganya tu times 3 kwa siku na uko sawa. Hakuna hata dhamira inakuambia I want to tell you, wewe ni either Roho Mtakatifu alinyamaza kabisa. Praise God. Because the first time you compromise, Roho Mtakatifu anakuwa grieved. Na utasikia urepent kabisa. But mtu the more ana compromise, anafika mahali sasa hiyo sauti ya Roho Mtakatifu sasa haitakuwa inakuja tena. Mungu atusaidie tusifike hapo. Hallelujah. May God help us tusiwaifike hapo. Kuna mahali mtu anaweza katenda dhambi to the point sasa hata akitenda dhambi hakuna kitu inamwambia umekosea. Timoyo makucha utaunda tu after service. Praise God. Ukiona tu unaweza ukatenda tu dhambi tu mfululizo na unafika mahali penye hata hakuna sauti inakuambia umekosea, something is wrong. Kuna vile Roho Mtakatifu alizima ndani mwako. Roho Mtakatifu ni kama moto. Moto unaweza ukazimwa. Praise God. The fire can be extinguished. Praise God. Ndio maana Biblia inasema and quench not the spirit. Msimzime nani? Roho Mtakatifu. Kuna vitu mbili kwa Biblia. Namba 1 inasema and grieve not the Holy Spirit. Usimkasirishe Roho Mtakatifu. Namba 2, do not grieve the
Holy Spirit. Do not quench and do not grieve. So quenching ni kama umezima moto wa Roho Mtakatifu. Praise God. That is quenching. Sasa kuna lifestyle ambayo ukiishi as a young person ambayo Mungu anafaa kusaidia sana so that you don't compromise your call. Hallelujah. Hey, hallelujah. Because the devil knows you cannot be useful when you have compromised. Hautakuwa manufaa sana kwa Mungu wakati umeshukisha viwango vya Mungu. Praise God. Shetani anajua Mungu atakutumia zaidi wakati umecompromise. Hallelujah. Wakati umeshukisha viwango, the devil knows hautakuwa effective katika service yako na Mungu. Praise God. Sasa ni area ambayo Mungu anafaa tusaidie to guard. We guard that area. Hallelujah. Praise God. Hey, Bwana Yesu asifiwe. So that we live in purity, we live in uprightness, that God will be happy about us. Bwana Yesu asifiwe. That God will become happy about us when we don't lower his standards. Sijui kama kuna mtu ananielewa kweli. Praise God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. So there are conversations that bring guilt. There are conversations that bring condemnation. So God has to help you to know when to walk away from such conversation. Kuna vitu ukifanya unakuwa na guilt, hata kuambia utumikia Mungu utaki. Sababu gani? You are already feeling guilty. Praise God. You are already feeling like I'm not worthy. Moto wa Roho Mtakatifu umefanya nini? Umezimwa. That fire goes down. So God has to help us that we will not compromise. Hallelujah. Ni area ambayo tunafaa tuombe sana, na ni area ambayo tunafaa tukuwe makini tusicompromise. Praise God. Is an area that God has to just help us. Because once we compromise, tunazima ile moto wa Roho Mtakatifu. Once we compromise, ile sauti ya Mungu ina fade. It no longer speaks to us. Tunakuwa na guilt. Tuwezi tukatumikia Mungu vizuri. Hallelujah. Praise God. Hey, hallelujah. Yeah, imagine wakati uko na guilt na Pastor Brian anakuambia come and lead us worship. But unajua tu penye ulipita. Ndani yako tu kuna guilt. Hata hauna ile confidence ya kuja nini? Hallelujah. Wanasema praise and worship asikujeni. Na ni kama tusilazimishenga watu kukuja. Ukiona mtu hataki kuja tunamwacha tu. Huwezi jua mambo yake. Huwezi jua moto ilizima na sisi nataka atuwashie moto. Pengine moto ilizima. Na sisi nataka akuja afanye nini? Awashe moto. So God has to help us, the young generation, because adui anajua akishatutega hapa, akishatunasa hapa, hatuwezi kuwa wa manufaa kwa mikono ya Mungu. Compromise. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Adui anajua hapa akitushikia hapa hata tuite fire. Unajua unaweza kuwa unasema I release fire na devil anakucheka tu. Unasema which fire sasa? Tunaachilia makombora na ukitoka hapa sasa ndio unakuwa mgonjwa sasa. Lazima uangalie njia zako ziko aje. Praise God. Hallelujah. Praise God. A kingdom divided. Yesu alisema ni kuhusu ufalme ambao Satan cannot cast out Satan. Praise God. So God has to help us in a way that we not lower his standards. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie atutashusha viwango vyake chini. Praise God. So kuna vitu mtu anafanya na zinakufanya unakuwa dry spiritually. Unakosa ile moto wa Roho Mtakatifu. Unakosa ile joy of salvation. That joy of serving God inaondoka. When you keep doing some things, it becomes hard for God to use you. Bwana Yesu asifiwe. Na vita ya mwisho inaitwa secret battles. Secret battles. Sasa kuna vita mtu anaweza kuwa anapigana na ni yeye peke yake ndiye anajua. Watu wengine hawajui. Wewe na Mungu ndio mnajua. Secret battles. Pengine hujawahi share na mtu, but you are just going through it alone. Na sometimes Shetani anajua ukiopen up kwa mtu mwingine utasaidika. So kila adui anafanya anaweka uoga ndani mwako, unasema hii siwezi ambia mtu.
you just die like a man. Nasema unakufa kimansolo. Praise God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama tulisoma story wapi. Maybe primary. Ni kitambo, sikumbuki vizuri. Hallelujah. Kulikuwa na watoto wawili na walikuwa na si kama ni sio kuku, like a goose ni nini? Mtamzinga. Sasa wacha tuseme kulukulu. Kulukulu sasa ndio gani? Turkey. Thank you. Sasa walikuwa na turkey, alafu vijana wakicheza siku moja, ule mdogo akapiga turkey kibahati mbaya kakufa. Sasa wewe mwingine akamwambia nipatie kitu ndio nisifanye nini? Nisikuseme. Na ingekuwa kila wakati hata ukiserve chakula akimkata macho inabidi huyu anampea ndio asifanye nini? Asimseme. Na ikaendelea hiyo kwa muda mrefu sana. Praise God. Hallelujah. But hata hakuwa na habari mama yake alikuwa ashajua. Na mama yake alikuwa ashamsamea. Lakini alikuwa anaendelea tu. Kama mama ameleta chapati, mmepewa moja moja, inabidi tena mfani umkatie akule mingi. Praise God. Sasa alikuwa anaishi maisha ya kunyanyaswa, hakuwa amejua kwamba ameshasamehewa. Praise God. Alikuwa anasema wacha tu ninyamazie. Lakini siku yenye aliamua kufunguka akaambia mama, enyewe mimi ndo nilikosea hapa. Akaambia nilikuwa nishajua kitambo nilikusamea. Sasa amekuwa akiteseka, kumbe kesi yake ilikuwa dealt kitambo. Sasa shetani amemake sure tu anaishi kwa hiyo guilt na anaogopa kuopen up. Akifikiria akiopen up atapigwa. Hallelujah. Hivyo ndio shetani ametuweka. Hivyo ndio shetani ameweka watu wengi. So there are things you keep to yourself. Kuna vitu unasema tu hii vita ni yangu hii. Hata sidhani kama naweza share. Kumbe ukishare na mtu ndio unapata, is a very simple thing. Very simple thing. Lakini wakati unasema tu ni yangu, this is just mine. This is just my struggle. The devil keeps tormenting you. He keeps tormenting you. But one day when you choose to open up, unarealize hata ilikuwa issue kidogo sana. Ni adui alikuwa make sure tu utaambia watu ndio uteseka peke yako. Sijui kama kuna mtu ananipata kweli. Is somebody getting me? Secret battle. Sasa kuna vitu unafika mahali unasema sasa penye imefika sitaki kuteseka. Let me look for a man of God that is spiritual. Let me open up. Let him pray with me. Let him become accountable. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo utashinda vita. Usikufe peke yako kama huyo kijana. Huyo kijana alikuwa anafikiria sasa the more ananyamazia story. Kumbe the more ananyamaza, the more adui anamoppress. The more ndugu yake anamnyanyasa. But ile siku aliamua kufunguka na akashare, hapo ndio alipata deliverance yake. Praise God. Sasa kuna vita ni secret battles. Hata pastor wako hajui, lakini wewe mwenyewe na Mungu ndio mnajua. Kwa maisha ya Mkristo iko mara 4. Kuna sehemu ya maisha ya mwanadamu wenye watu wote wanajua kukuhusu. We call it the non-self. Wala mnaandika na non-self. Kwa area yako kuna vitu wenye sisi tunajua, kila mtu anajua kukuhusu. The non-self. Hallelujah. Number 2, kuna unknown self. Kuna vitu kwa maisha yako wewe hujui, Mungu ndiye anajua. Ama wewe hujui, watu wengine ndio wanajua. Are we together kweli? Non self. Number 2, unknown self. Number 3, hidden self. Hidden self ni ile sehemu ya maisha yako yenye wewe peke yako ndio unajua, watu wengine hawajui. Praise God. Hallelujah. Tumesema ya kwanza ni non self, ya pili number 3. Sasa kuna vitu kwa maisha yako watu wote wanajua kukuhusu. Kila mtu anakujua na kwa mpole. Hallelujah. Kila mtu anajua. Hata wewe mwenyewe unajua. Then kuna ingine yenye wewe peke yako ndio unajua, watu wengine hawajui. Praise God. Hallelujah. Pengine Pastor Brian anakuamini sana. Sema tujapata kijana tu kama huyu. Mzuri kabisa. But wewe mwenyewe wewe mwenyewe ndio unajijua vizuri.
Hapa church Pastor Philip anakuamini sana wewe, you are among the best. The best. You are just the best. Praise God. Hallelujah. Then kuna ule sasa mwenye watu wanakujua lakini wewe hujijui. Kwa mfano kuna mtu anakuanga na hasira mingi na hata mimi sina hasira. Mimi nimemwambia tu ukweli. Watu wanajua uko na hasira lakini wewe haujijui. Ni kama kwa mgongo, you don't see your back. But other people are seeing your back. Ende utafute yule atakusaidia, yule amekaa hapo nyuma, mwenye amevaa blue. Praise God. Hallelujah. Sasa kuna vitu kwa maisha yako wewe mwenyewe uoni, you cannot see your back, but other people are seeing your back. Hallelujah. Wanakuambia unakuanga na majivuno, unasema wananionea. Wewe ujioni lakini watu wamefanya. People are seeing it but you are not. Wewe ujioni but watu wengine ndio. Alafu kuna ile sehemu yenye wewe unajua na watu wengine wanajua, na kuna ile sehemu yenye ni Mungu peke yake ndiye anajua. Tumeelewa kitu kweli? Praise God. Hallelujah. Sasa hii ni vita, hii ni levels ya vita ambayo Kristo anapitia, ambayo every young man anapitia. Number 1, tumesema ni vita juu ya nini? Your purpose. Number 2, tumesema ni vita juu ya nini? The flesh. Na tumesema you have to discipline your flesh. You have to be tough on yourself. Number 3, the world. The world is trying to influence you to be just like the world. Once tukua kama watu wa hii dunia na wewe si wa hii dunia. Then number 4, compromise. And number 5, tumesema ni secret battles. Simama kwa miguu yako. We are praying. Tuko na dakika kidogo kabisa. We are praying. The Lord shall help us. Ongeza tu volume yako pastor. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender, I surrender, I surrender, I surrender. Sing with your voice. All to Jesus, all to Jesus, blessed Savior, I surrender. Yote kwa Yesu, 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 yote kwako Mwokozi, natoa sasa. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu. Sema yote, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwako, yote kwako Mwokozi, natoa. Tuimbe tena yote, yote kwa Yesu, yote kwa